God. Nyakati ambazo tunayoishi, uchumi umedhoofika kiasi kwamba tunauliza msaada wetu uko wapi? Nyakati ambazo tuko, watu wanafanya biashara kwa njia za mazingaombwe. Wakati tunaoishi, ndoa zinayumbayumba na kutingizwa na yule mwovu shetani. No idue totiko inaingiwa. Somebody should be saying amen. Amen. Sisi si wa kabila ya kutingizwa. Sisi si wa kabila ya kuuziwa uoga. Somebody should be saying glory. Sisi si wa kabila ya kutoenda mbele. Sisi ni wa kabila ya kuenda pamoja na Yesu. Praise be to God. I wish you are giving your neighbor high five. Umwambie neighbor. Come on, give a neighbor high five. Umwambie neighbor. Umwambie vizuri neighbor. My tribe believes in the moving forward. Are you there, church? Sisi kabila letu linaamini kusonga mbele na kusonga mbele na kusonga mbele. Sisi haturudi nyuma, regardless of the challenges. The Bible says, mfalme akatengeneza sanamu. Are you there, church? Yes. By the way, wacheni niwaambie ukweli. Sanamu ambayo ilitengenezwa haikuwa sanamu ya kawaida. Ilikuwa ni sanamu ya dhahabu. Gold. Hello? Mchungaji, wacha niseme ukweli. Katikati ya hawa wote, isipokuwa mimi na mchungaji na Elders tumeona dhahabu, nyinyi wengine hamjaiona. Kwa nini mnasema? You know, that thing is expensive. Isn't it? Gold is expensive. By the way, kama kuna kitu kinafanywa syndicates, kama kuna sagas, ama kama kuna kitu unasikia kuna scandal kwa hii Kenya, ni scandal ya gold. Unasikia kwa watu wamekodiwa gold fulani sijui mahali fulani, milioni kadhaa zimeenda. Are you there? Sanamu ambayo Mfalme Nebukadnezari alitengeneza haikuwa ni sanamu ya mbao, haikuwa ni sanamu ya mawe, ilikuwa ni sanamu ya dhahabu. Praise be to God. Come on, give your neighbor high five. Mwambie your neighbor, it was expensive. Praise be to God. Amen. Do I tell you something, church? Shetani hata kuja kwako kukudanganya na vitu virahisi. Are you hearing this, church? Shetani hata kuja kwako kukuambia ati chapati na madodo. Amani. Shetani atakuja kukuambia kuna deal iko mahali. Are you there? Lakini njia ya kufika kwa hiyo deal ni kwenda na hapa kwa mganga fulani. Nituvuke Tanzania tuende kwa mganga babu. Come on, check your neighbor. Come on, mwambie vizuri neighbor. Sisi si wa kudanganywa na mali ya ulimwengu. You know, something you should note about Shadrach, Meshach, and Abednego. These young men, they were not common young men in the kingdom of Babylonians. Hapana. Hawa vijana walikuwa wanne. Kulikuwa na Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Hawa walikuwa wametekwa nyara kutoka nchi ya Israeli, wakaletwa nchi ya Babiloni na wakapewa mafunzo. That's number one. Wakapewa mafunzo. Number two, wakapewa mahali pa kuishi. Number three, hawa wakapewa hata majina mpya. Na number nne, wakapewa nafasi ya kuwa washauri wa mfalme. Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego
asifiwe. Lakini ndani ya ufalme kunao watu waliwaonea wivu Shadrach, Meshach na Abednego. Can I tell you something? Nemeko iwao imu noka iwaku dage kurekereria. Somebody should be saying amen. Watatafuta njia za kukuangusha, but we are standing firm because the God we believe in is unshakable. Somebody should be saying glory. Imagine wanaoshauri mfalme wameambiwa wainamie sanamu. Praise be to God. Takemaki ono gigeria Mosu mtishotea ndukanatige Ngai wako. Usimwache Mungu wako kwa sababu ya vitisho baridi. Kama unisunigoge jirani yako hivi, umwambie wacha vitisho baridi wewe. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says wakati sanamu ilitengenezwa, mfalme akatangaza ya kwamba kutakuwa na siku ya inauguration ceremony. Kutakuwa na siku ya kuleta hii sanamu mbele ya watu ndiposa iabudiwe. Na kila mtu katika ufalme ule lazima angeinamia ile sanamu. Lakini kuna mtu mmoja hakuwa katika ile inauguration ceremony. Kuna mtu mmoja hakuwa. Daniel hakuwa hapo. Sisi tumesema juu ya vijana wanne. Daniel, Shadrach, Meshach. Daniel alikuwa wapi? Na Meshach na Daniel alikuwa wapi? Daniel nyakati zile alikuwa ashainuliwa level, akakuwa kiwango cha juu. Na nyakati zile labda alikuwa kwa mfungo wake wa maombi, ama alikuwa kwenye ziara za kikazi. Lakini Shadrach, Meshach na Abednego kwa ile ceremony walikuwa. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Come on, tell your neighbor. Mwambie tu vizuri neighbor. Kuna hafla nitakuwa. Aya, mwambie kuna sherehe nitakuwa. Lakini nitakuwa hapo Mungu wangu ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hawa vijana waliambiwa, mtakaposikia sauti ya wimbo, mtakaposikia sauti, hebu simameni kidogo. Asimameni kidogo. Kuna wimbo iliibishwa hapa na nataka kufanya unabii. Kuna wimbo iliibishwa hapa na nikaona haikuingia vizuri. Mchungaji hapo amefika. He bendera yake Yesu sasa inapepea. He bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Can I prophesy to someone? Come on, can I prophesy to someone? Yes. Next time tutakapokuwa tukiambiwa tupeperushe bendera. Somebody should be saying amen to this. Amen. Kuna mtu atapeperusha 100,000 akienda kwa hii madhabahu. Somebody should be saying amen. Kuna mtu atapeperuka akikuja kwa haya madhabahu kusema ya kwamba Mungu, bendera ninayoinua ni ya kusema asante, ni kwa sababu yale umenitendea ni zaidi ya yale wanadamu wangefikia. Somebody should be saying amen. Somebody should be saying amen. Kuna mtu tutakapokuwa tukipeperusha bendera ataingia kwa haya madhabahu
na kusema ya kwamba niye Ngai ndakwĩhokire na ndwandiganĩirie. Are you there? Come on, give your neighbor high five. Mwambie neighbor. Mwambie vizuri neighbor. Next time nitapeperuka mimi nikashuhudia matendo ya Mungu. Let us be seated. Shadrach, Meshach and Abednego hawakuinamia mfalme. Instead, walimwambia mfalme, sisi hatutainamia hii sanamu, tutamwamini Mungu wetu na Mungu wetu asipokuja. Halo? Hata Mungu wetu asipofika, unapotuweka kwa moto, sisi hatutainamia sanamu. Praise be to God. Hata kabiashara ukifuga, hata kabiashara. Can I give you a testimony? Can I give you a testimony? Yes. Nakumbuka nilipeana pale kwa kesha. Mimi nilifungua biashara ya maziwa, ya kuuza maziwa. Sawa? Lakini kabla nifungue biashara ya maziwa, nilikuwa nimefungua tu biashara tatu. Biashara ya kwanza tukaweka kibanda ya kukatakata mboga mawaifu. Wacha tupepete kibanda. Wacha tupepete kibanda. Tukaambiana na mawaifu. Hii kibanda ni kama ni sisi tunajiuzia. Ni kama sisi tunajiuzia. Kwa sababu zile vitumiki ni sisi tukauliza na hapa tunaenda aje? Tukaambiana tufuge. Tukafuga ya kwanza. Mnahesabu Tukafungua kabuchari. Wacha nikwambie. Tulikula nyama mpaka tukamweka. Mpaka ikifika nyumbani, mtoto ananiuliza baba, hakuko na kitu kingine ya kutuletea. Kama nikimwambia neighbor, kumwambia neighbor. Tunaenda na ubidhiri. Tukafungua duka ya Sirius. Are you there? Wacha nikwambie. Sisi wacha tukule Mr. Kamande. Na Mr. Dengu. Nikajua mpaka kuna regulator kwa Western. Tuko hapo. Mobokoi. Tukaambiana hapa. Hatuna neema. Sasa nikaambia mke wangu, sasa naona kama sisi tukishikania ndio tunaanguka. Mtu afanye yake. Sasa hapo ndipo masaibu yalikuwa. Mke wangu akarudi kwa kibandaski. Sasa mimi niliambiwa usiku nanunua mboga na nyanya na vitunguu. Kama sasa zinatoka where to relax man, relax. Ni mimi niko kwa hii boma. Acha nikwambie, akizunguka miezi miwili akavuka. Nikasema sasa mimi mafuta yangu ndio iko juu. Nikafungua kazi ya maziwa. Wacha nikwambie. Wacha tukunywe mara. Mara asubuhi, mara jioni, Bwana Yesu asifiwe. Come on, tell your neighbor. Mwambie vizuri, mwambie neighbor. Asimwambie vizuri, mwambie neighbor. Lakini biashara ya Yesu haianguki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla nijue siri. Siri ilikuwa ni moja. Mimi na mke wangu tulikuwa tunafungua biashara. Ni kwa sababu tunaona wengine zao zinanawiri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kibibi high five, mwambie si kwa sababu ya wengine, ni kwa sababu ya Mungu wako.
Nikaambia mke wangu, sasa tunafungua biashara nyingine. Na hii biashara tukifungua, hatufungui tu kwa sababu wengine wanafanya. Tunafungua ni kwa sababu Mungu yupo. Amen. Nikaingia kwa mfungo wa siku 3. Ndiposa Mungu akanipa njia. Ni mataji yako kuingia auto Mungu. Wanadhiri kwa mfano hivyo. Akiheto suri 3. Tosui toigana? Vifaranga 3. Wacha nikwambie, mpaka leo huwa tunamaliza kufagia kuku, zinakataa kufagili kuna figiri. Kwa sababu ndani ya chenye nilianza, Mungu aliingilia kati. Amen. Praise be to God. Amen. Can I tell you something? Yes. Mungu na aingilie kati katikati ya hicho ambacho unafanya. Amen. Mungu na aingilie kati. You can give a better clap. Hey, bana. Imagine umesumbuka na ndoa. Halo? Ukona kamusi kanaiga derereka. Kaka nyiterero. Unasumbuka na watoto kuna maiga derereka. May God intervene in your situations. Amen. May God come through and save what you cannot save. Amen. Shadrach, Meshach na Abednego wakamwambia mfalme, ingawaje umetoa amri, hata kama Mungu wetu atachelewa kufika, sisi hatutainamia hii sanamu. Mfalme sura yake ikakasirika. Biblia inasema kwamba akabadilisha sura. Halo? Asiangalie jirani yako na stone face, mwangalie na sura yako kukasirika hivi. Hivi kama kemoda. Kama hivyo. Mfalme alipoona hawa vijana hawasikizi, aliamurisha mambo kadhaa. Akasema ya kwamba hawa vijana kwa ajili ya kutosikiza amri za mfalme, moto ambao huwa unachoma, ambao hawasikizi mfalme, uongezwe mara 7. Praise be to God. Hey! Na unajua huyu jamaa ambaye alikuwa amegojeka ugonjwa ukoma. Unakumbuka yule jamaa alikuwa amegojeka ugonjwa ukoma? Alikuwa anaitwa Judas. Alikuwa anaitwa Judas. Ni Judas ama ni Petro? Ni Naaman. Come on, give me a high five, mwambie neighbor, nimeona unajua. Naaman. Nilikuwa nataka mseme tu Judas mchungaji akiwa hapa. Kutoka kesho tukianza classes za discipleship. Now, Naaman ndiposa aponywe ukoma wake. Aliambiwa aende kwa mto. Sawa. Asioge mara moja, aoge mara. Si mara moja, aoge mara. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme naye akaamurisha moto uongezwe mara. Come on, give your neighbor high five, mwambie neighbor. Mimi nataka mara 7. Maita mogwacha, tile mwe. Maita mogwa. Moto ikaongezwa, ikaanza kulepoka. Mfalme akasema toto tumodo omode, ndio hatua ya nyama choma. Akatayarisha vijana ambao walikuwa na muamini Mungu, asikie harufu wakiteketea kama nyama choma, lakini Mungu alikuwa pamoja na wao. Amen. Mungu na ingie na wewe katika shimo la moto. Amen. Mungu na ingie na wewe katika hilo jambo ambalo limekulemea. Alipoamrisha moto iongezwe, akaamurisha wavalishwe mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Wavalishwe. Leo tuna celebrate our uniformed officer. Our brigadier. Na by the way mko smart na uniform. Are you there? Wakaamrishwa wavae mavazi yao rasmi. Na ya 3 akaamrisha wafungwe.
Ya 4, akaamrisha watupwe kwenye tanuri la moto. Are you there? Sisi tunataka moto mara 7. Somebody should be saying amen. Si moto tu, tunataka tuvalishwe mavazi yetu ya heshima. Are you there? Tunataka tufungwe na ya mwisho turushwe kwenye tanuri la moto. By the time hawa vijana watatu wanarushwa kwa moto, imagine Mungu hakuwa amekuja. Mungu alikuja walipoingia kwenye moto. The Bible says wakarushwa kwa moto, lakini kabla waingie kwa ile moto, kwa sababu ya ukali wa ule moto, wale waliokuwa wakiwarusha ndani ya moto waliteketea kwanza. Are you getting this? Wenye walikuwa wanawarusha wakateketea. Dosia kusirohia mbere. Amen. Hamutinaigwa wega. Dosia kusirohia mbere. Amen. Nitweragwo gwitũ gĩcagi tũkerwo ũrohia ndo gĩcunga. Kani ukumbuka, mnaweza kumbuka hiyo? Wachomwake waugue mbele yako. Jamaa wakarushwa. Nataka uone vijana watatu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Fire si fire. Kwani hamjibu? Fire si? Bwana Yesu asifiwe. Nikole mwaki. Are you there? Nikole mwaki wa kakio. Nega oside. Are you there? Nani anasikia kama akona nguvu ya vidole? Mano kugalia na kwa ofisa. Kuja tu man. Ai. Sasa nani nitajaribu na yeye? Acha nijaribu na huyu mzee akona yeye. Mzee, nataka nikumwagilie tutatu. Kale kema wale merapo hujia. Acha nijaribu na ile ofisa wa brigade. Ofisa kuja tu. Nikumwagilie tu. Ni moto. Wewe, hapana, mimi najaribu na wenye wako na nyama gumu. Mnataka nianze na nyinyi? Ama nianze na mimi? Mnataka mniwagilia mimi? Mimi hapana. Bwana Yesu asifiwe. Listen to this. Mwakiosio ore tigirari. Are you there? Huo moto ambao unaogopa. Siku ya leo nakuamrisha ingia ndani bila kuogopa. Ni kwa sababu mtakapoingia ndani, hapo ndipo utakuta mtu wa 4. Somebody should be saying amen. Mtu wa 4 hayuko nje ya moto. Mtu wa 4 ako ndani ya moto. So you give your neighbor high five, mwambie neighbor. Mpe high five, mwambie neighbor. Mwambie vizuri neighbor. The 4th man is in the furnace, waiting for you. Are you there, church? Hata kama moto uko mara 7, ndani ya moto kuna mtu wa 4. Mfalme vijana waliporushwa akiwa amekaa starehe za nyani tukalia mkia. Aikaletea kuwale akiwa haya. Na sisi tumerusha watu watatu. Tumerusha watu na si walikuwa wamefungwa. Na sasa niwaulize, ni mimi composite yako haiko sawa ama ni macho haiko sawa? Mfalme akaambia, venye unaona mfalme, hivyo ndivyo kuu. Akawaambia, si tulirusha watatu. Wakamwambia, simulijibu. Si tulirusha watatu. Na si walikuwa wamefungwa. Na si walianguka. Nani aliwafungua?
Listen to this. Mwathani arotoma mundu wa kana akohora mitororo-ini. Somebody should be saying amen. Mwathani arotoma mundu wa kana ohora kanitha uyu nigetha umutungatire. Mwathani arotoma mundu wa kana nigetha akohore. Praise be to God. Na walipofunguliwa hawa jamaa hawakukaa chini. Praise be to God. Amen. Walianza kuimba. Bisha 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 bisha. Bisha utafunguliwa. Bisha 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 bisha. Bisha. Usikate tamaa. Mungu huyu ni mwaminifu. Alilosema atatenda. Bisha 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 bisha. Bisha usi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo na Sila pale gerezani usiku wa manane, ghafla nchi ikatete.